Upendo na maumivu vinaishi pamoja. Siku sitaisahau, Baba ulikuwa nguzo, leo ni kivuli tu. Nilikuwa mtoto tu nikitegemea mkono wako, leo ni makina kumbukumbu, machozi na sauti yako. Wanasema ulikuwa mbaya. Mimi siitwagi na malaya. Nakusikiliza, unasemaje? Nani kuchelewa? Yaani mimi nikuchelewe? Tena kama wewe ndio umenitoka. Nikikumbuka siku ile kule dukani kwa Dazu unajua kunizalilisha. Sina namna wewe mwanaume. Nitia nini? Au unanitaka Unanitaka au umependa masikio yangu nasikia mpaka kesho? Babu utajua mwenye na masikio yako. Mimi hayanihusu. Kikubwa nimekutana na ndugu yako sijui nani yako huko barabarani. Amepotea. Anakuulizia. Kasema sijui mjomba wake, sijui nani, ila tu mimi nimeelewa jina la Fogo basi. Nikaona nije nikwambie. Yupoje huyo mkaka sijui mbaba sijui yupoje? Kuongea naye ni mtihani jamani, mpaka unikueleshe uelewe. Mrefu mbaba, mkaka sijui mbaba mrefu. Mwembamba sio sana, mnene sio sana. Ana nywele nyingi nyingi. Haja kutongoza kweli wewe? Yaani kwani upoje akili zako? Mbona mtu mzima afa una akili wewe? Yaani hapa nimekuletea habari nyingine na unalopoka ujinga mwingine. Kwa maana kutongoza nakujua wewe. Yaani unapenda kwa zawaza upuuzi. Hivyo naelewa unachokiongea, mimi nakwambia vingine unalopoka vipi. Mbona utaacha hiyo tabia yako? Tatizo liko wapi? Si nimekuuliza, haja kutongoza? Utajua mwenyewe. Mimi ndio nishakupa habari na ndugu yako huko. Nimetoka kwenye kikao hapo na wanakijiji. Nilipata taarifa za kwamba mwenyekiti amejiuzulu. Sasa nataka nije kufahamu kwa nini amejiuzulu kwa haraka na. Hapana mama. Kwa sababu kuna siku hapo alikuja ofisini kwangu, wakaanza kuniambia twende, nikamwambia wapi? Twende serikali za mtaa, kuna shida imetokea. Mimi nikatoka, nikaongozana nao. Baada ya kufika kule, wakaanza kuongelea kwa habari ya mwenyekiti. Kitu kinachoendelea hapa mtaani na kinachoendelea kuhusu mwanae. Lakini mimi nikasikiliza, sikuchangia chochote. Baada ya pale mimi nikatoka nikaondoka. Kwa hiyo sikujua sasa kinachoendelea, yani sijui chochote kuhusu wao. Kwa hiyo ufahamu chochote juu? Sifahamu chochote juu ya hilo, ila mimi sikuchangia. Sawa, mimi nimekuja hapa kwa ajili ya uchunguzi ili nipate kufahamu chanzo ni nini, sababishi ni kitu gani, ili niweze kupeleka taarifa zilizo sahihi kwa ofisi niliponituma. Kwa hiyo sitaondoka hapa mpaka ile jambo niwe ninahakikisha limeshaisha sawa. Limeshakaa sawa. Sawa mama. Karibu sana, mimi nipo hapa kazini kwangu. Aya, uwe na siku njema. Amina. Simama. Tabasamu lake lilimvuta kama sumaku ya adhabu. Machoni mwake nuru kama nyota angani. Akasema moyoni, huyu ndiye wangu milele ndani. Mama. Shikamoo. Marahaba, vipi? Nzuri tu. Kwema. Sasa hapa nimetoka ndani kwangu, nikupo nilisema mguu kwanza niende kwa mwenyekiti. Yaani inamaanisha mguu uko ni kwako. Ndio. Mama bwana, mimi mpaka chanzo cha kuja kwako. Mimi bwana naishi na mke wangu. Na mke wangu wenyewe tumepigwa ndoa ya mkeka. Ila mimi namuonesha mapenzi ya dhati kabisa. Ila mwenzangu yeye hata ajali. Kila siku ananipiga tu mimi matukio hapa pale. Ndio kufanya nini? Uamuzi. Humu ndani naishi na mpangaji mwenzangu. Mpangaji ni wa kiume. Lakini mke wangu ameshindwa kuata na sura ya haya ama aibu. Anatoka na mtu alikopo humu ndani. Na mpangaji alikopo humu ni wa kiume. Lakini mke wangu anashindwa kuwa na haya, anatoka na kijana alikopo humu ndani. Mimi natoka kazini narudi najua ipo ndani, kumbe ipo ndani kwa mwenzangu. Umeona? Yaani kitu kinaniumiza sana. Sasa nilishindwa kufanya maamuzi. Chengine sije nikagombana na mtu alikopo humu ndani, tukachukua sheria zingine bure. Mimi nilichoamua nikasema bora tu niende kwa mwenyekiti ili ajue atanisaidiaje, atafanya nini kwangu. Yaani mwanangu, nashinda hata sije nikwambie nini. Mimi mwenyekiti nimeshajiuzuru. Sasa itakuwaje mamangu?
kujiuzulu kwangu mimi mwenyekiti isije kashinda kutatua tatizo lako. Mimi nitakuja leo, tutakaa na mwenzio, tutatatua tatizo. Haina shida. Nitashukuru sana. Pole sana mwanangu. Basi haina shida. Mimi nitakuja kwa niaba yako mwanangu. Mapenzi ya kweli. Nimetoa hela mwenyewe, nimesema niachane nayo. Niachane nayo na nimeachana nayo. Unifuate au nikimbilie? Nilikuwa nataka namba yako. Samahani lakini kama hutojali. Unashirikiana naye? Namba tu nisaidie namba yako. Leo namba yangu imekuwa na thamani ya 200,000. Tarajia. Moyo ukasimama. Tabasamu lake lilimvuta kama sumaku. Hapa. Nipigie kakangu. Aya sawa. Sawa. Mapenzi ya kweli. Kani na Sara. Kani alimwona Sara moyo kasimama. Tabasamu lake lilimvuta kama sumaku ya adhabu. Machoni mwake nuru kama nyota angani. Akasema moyoni, huyu ndiye wangu milele ndani. Kani alimwona Sara moyo ukasimama. Vipi shoga yangu? Safi. Vipi yule? Mbona hapa dukani vipi? Unaona kama unavyomuona mambo kwa ushahidi, nadhani wewe mwenyewe umeona. Maana ningekuja kuhadithia ungesema mimi muongo mbea. Kaja kufuata nini hapa? Aje kufuata nini? Kaja tu kafika hapa anaulizia vitu ambavyo kipo sana, nimemwambia hamna. Jinsi hivyo kwa simpendi yule dada, yani simpendi. Kwa hiyo ongea chochote. Aongee nini acha kuongea? Vipi yule katibu? Anasemaje? Yaani wewe acha tu. Yaani mambo yote kashikilia. Katibu. Kwa sasa pamoja na nyinyi mwanzo mwisho yani. Yaani hata usiwazi shoga yangu. Ndio maana nakwambia hivi vikao udhuria. Hata msikia. Umeona? Mimi na nyinyi tena. Yaani kwa nashukuru mpaka basi. Sina tena cha kualipa, sina walipe nini? Yaani ukiingia nitafurahi, yani nitafurahi vibaya mno. Ukiingia nitafurahi. Hata usijali ndugu wangu. Wewe vipi pale? Wewe vipi hapa? Kuna kitu nakiangalia hapa dukani, nimeona sikioni kabisa. Karibu vitu vipo. Asante sana. Unataka nini kwa? Kama ulikuwa unahitaji spana. Spana? Wewe kaka umetumwa? Hapana. Anakuuliza umetumwa? Mimi sijatumwa, ndio maana nimekuja kuulizia. Udugu wangu hao ndo chumolete wenyewe hao. Yaani ndo chumolete kabisa navyoona. Yaani navyoona chumolete hao. Mimi sitaki kucheka Mungu wangu. Lo, spana duka la vyakula na spana wapi na wapi? Toka. Toka. Nilidharau masomo nikafata starehe za dunia. Sasa najuta peke yangu, machozi yanania. Ulitaka nifanikiwe, niwe mtu wa maana, lakini sasa umeondoka, ndoto zimebaki hewani sana. Vipi ndugu yangu, kwema? Kwema, sijui wewe. Safi za kwako. Nzuri. Niambie. Mimi nimekuja hapa, kuna mambo sielewi kabisa. Mambo gani tena? Mimi nasikia wewe hapo unataka kuchukua nafasi ya katibu. Na katibu anataka kuchukua nafasi ya mwenyekiti. Wewe usichokielewa hapo nini? Huo ndo mpango wetu. Sasa kwa nini mmenizunguka? Wewe nani? Tumekuzunguka saa ngapi tena jamani? Tunaongea siku zile pale au tuko hapo? Mimi sikuwepo. Mambo siyajui kabisa. Ningejua nisingekuja kukuuliza. Basi tuache. Ngoja mimi nitakuwa saloni. Wengine nitafuata. Mapenzi ya kweli. Kani na Sara. Kani alimwona Sara moyo kasimama. Tabasamu lake lilimvuta kama sumaku ya adhabu. Machoni mwake nuru kama nyota angani.
akasema moyoni, huyu ndiye wangu milele ndani. Ndani alimwona msara, moyo ukasimama. Oh, mambo. Tabasamu lake lili. Poa, mzima. I'm good, vipi? Safi. Niambie. Wewe ndio yule kaka ambaye ulimfumania mke wako siku ile pale? Kwani na ulikuwepo? Akili yangu haikuthink kabisa kuhusu nyinyi. Nilikuwa namface tu my love. Mbona my love? Ila amekutia hadi mkeo. Sema mimi nilikuwa nahitaji namba zako za simu kama utojali, nilikuwa na maongezi na wewe. Mjomba, karibu bwana. Safi. Lakini hapa hamna viti, kwa hiyo utakaa chini tutazungumza. Unasikia mjomba? Kawaida. Mbona umekaa kinyonge sana, umeshika tama? Unajua mjomba, yule mwanamke nilikwambia nampenda. Ndio. Namhitaji. Yule kimalaya kile. Upendo na maumivu vinaishi pamoja.